Mimi jamani, naletewa kesi nyingi sana za ndoa. Unaweza ukaletewa kesi, yani mwanamume ili aweze kuwa na mahusiano ya chumbani na mkewe, kwanza lazima angalie pornography. Lakini nasaha zangu za 4 kwenu, chagua rafiki mwema. Chagua rafiki mwema. Nafikiri hili amelizungumza sana kaka yangu hapa, brother Kondo, wa kwenye mada yake. Jamani, maharibiko mengi ya vijana yanaanzia kwenye marafiki. Kijana alielelewa vizuri sana katika familia inayojitambua, katika familia iliyokuwa vizuri. Mwengine unamkuta ni hafidhi al-Qur'ani, juzu 30 ziko kichwani, lakini chizi mmoja hivi. Lakini uchizi huo kautoa wapi? Kwa marafiki. Ameshindwa kupekecha na kuchuja na kumuangalia nani wa kumfanya rafiki. Jamani, tunaambiwa hivi, ukitaka kujua tabia ya mtu, muangalie rafiki yake. Kwa nini? Rafiki ana influence bwana, tena influence kubwa sana. Unaweza wewe hukuwahi kuwaza katika maisha yako kwamba utavuta bangi, alafu kajikuta ni mvuta bangi mmoja mkubwa sana. Nakumbuka sisi watu tunafanyaga camp wakati wa likizo. Kuna camping moja tulifanya, ilikuwa vijana wa kiume watupu. Mimi sikuwepo kwenye camp, lakini waliokuwepo wakanipa ule ushuhuda ule kwamba through that camp waliweza kuwagundua vijana 6 ambao wameshakuwa ni drug addict. Lakini katika wale vijana 6, kijana mmoja mpaka walikuwa wanashindwa, wanataka ushauri kwangu, tunafikishaje hili kwa wazazi? Maana yake ametoka kwenye very decent home, yani nyumba ya Kiislamu, tafuta nyumba za Kiislamu, hiyo ni moja wapo. Lakini kijana wao amekuwa ni drug addict. Sasa kumhoji amefikaje huko, ni rafiki. Alianza kumnusisha vijibangi, akaanza kumuonjesha, mwisho yeye akawa ni konkodi. Na kwa sababu kwao kuna hela, yeye ndo akawa anatoa hela ili mzigo ufanye nini? Upatikane. Source ni rafiki. Rafiki anaweza kukufikisha mahala ukawa ni mzinifu wa kutupwa. Rafiki. Ukishindwa kuwa makini kwenye kuchagua rafiki. Rafiki anaweza kukufanya wewe kuwa mwizi. Wakati tena saa nyingine unaiba, hata ukiulizwa unasema mimi hata sijui kwa nini nimeiba. Yaani yeye ana hela kuliko hizo alizoiba, lakini anaiba. Yuko mtu anaiba, alafu hizo hela alizoiba zenyewe anawagea rafiki zake, wala hana shida nazo. Anaiba kitu ambacho hata hakihitaji, lakini anafanya nini? Anaiba. Kwa nini? Amekuwa influenced na watu anaokaribiana nao sana, rafiki zake. Rafiki anaweza kukufanya ukawa tariku swala. Unafika muda wa swala, anakwambia tutaswali bwana, muda wa swala ni mrefu, yani baina dhuhuri na mpaka hivyo yani. Unakuja kushtuka swala nyingine imeshapita. Alafu anakuwa mzuri wa kukuonyesha mlango wa toba. Kwa unakubali tahamaki kwako wewe
inakuwa kuacha swala ni kitu cha kawaida. Rafiki anaweza kufanya ukawa unavaa nguo iliyochanika, ulinunua kwenye dukani ya 50. Nguo iliyofanya nini? Iliyochanika. Najua mnanielewa Kuna fashion siku hizi suruali inauzwa dukani imechanika chanika hivi. Sasa naomba ifungua. Na wewe unaenda unanunua unavaa unajiona kiacha. Kumbe umevaa nguo iliyochanika ambazo walitakiwa wavae machizi. Lakini unavaa wewe mtu mwenye akili timamu. Halafu unajiona wa mjinga, unajiona mjanja. Kumbe mjinga mmoja. Umeshindwa kujielewa. Lakini where influence imetokea ni kwa rafiki. Kwa naombeni vijana wangu, be careful. Nani unamfanya kuwa rafiki yako? Be wise kwenye kuchagua rafiki. Muangalie mwenendo wake mtu kabla hujamchagua na kumfanya kuwa rafiki yako. Ukikosea kwenye kuchagua rafiki, utajikuta unaingia mahala usipopatarajia. Alafu wakati mwingine kutoka pia ikawa ngumu. Au unakuja kushtuka ushapata maharibiko ambayo hayatengenezeki tena. Nishakaa na kijana ambaye akapata maharibiko, natakiwa nimfanyie counseling. Hata ukimfanyia counseling miaka 10 huwezi kureform kile kilichofanya nini? Kilichotokea. Sababu amekuwa influenced na rafiki, akawa bingwa wa kufanya masturbation, wanaume wake umepotea. Kwa yeye hatakuja kuitwa mume wala hatakuja kuitwa baba katika maisha yake. Unawezaje kulibadilisha hilo? Unamkanseli tu ili akili yake ifanye nini? Itulie, ikubaliane na hali. Lakini kuibadilisha hali ikawa haiwezekani tena. Madaktari wote wamefanya kimo wanasema huyu tena basi. Serious. Lakini aliyomfikisha huko ni rafiki. Kwa hiyo kuweni makini kwenye kuchagua nani anakuwa rafiki yako. Isije ikafika mahala inafika siku ya kiyama unasema ya laitani nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Leo amenifanya mimi naingia katika moto wa nini? Kwa chagueni marafiki wema, marafiki ambao watakuongozeni katika wema na ucha Mungu. Na msichague marafiki ambao watakupelekeni katika uovu na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuharibikiwa katika dunia yako na akhera yako. Ama jambo la 5, jilinde na zinaa na nguvu za kijinsia. Jilinde na nini jamani? Na zinaa na nguvu za kijinsia. Katika mtihani mkubwa ambao vijana leo wanao ni huu, kujilinda na zinaa na nguvu za kijinsia. Kwa nini? Tupo kwenye ulimwengu ambao uko very corrupted. Zamani ilikuwa wasichana wana haya, siku hizi hawana. Sasa hivi msichana kukutongoza wewe yani ni kitu cha kawaida kabisa. Alafu mzuri mwenyewe, ana sauti nzuri. Yaani usipokuwa makini, ukija ukishtuka, ushafanya nini? Ushaumia. Lakini ukiacha wasichana, kuna mama mzima na yenyewe haina nini? Haina haya. Hata mama ana hela zake, ana kila kitu chake, alafu anakutaka wewe kijana.
kuvuka kwenye huo mtihani sio kazi rahisi. Yaani uwe na courage na takwa kama aliyokuwa nayo nani? Nabii Yusuf alayhi salam. Kwa hiyo katika zama tulizonazo tuko kwenye zama very corrupt, lakini mwingine hakwambii kwa mdomo, anakwambia kwa nini? Kwa vitendo, anakutega. Nakumbuka tulifanya semina mwaka juzi, ilikuwa ya vijana wa kiume na wa kike, tulifanyia pale shuleni kwetu Ihsan. Semina yetu sisi ile ya camp tunafanya kuanzia umri mdogo, tunakwenda kwa levels. Kumbuka kati tunafanya discussion ya changamoto za mashuleni, watoto wale wadogo zaidi wale wa darasa kuanzia la 3 mpaka la 7. Katika miongoni mwa changamoto kubwa walioieleza kwamba wasichana wanawatega. Kasema subhanal malikul qudus. Msichana wa darasa la 4 anajua kutega. Msichana wa darasa la 5 anajua kufanya nini? Kutega. Asikwambii huyo wa form 1, form 2, form 3, 4, 5, 6. Sikwambia hao wa university. Kwenye ulimwengu huru huko hakuna mzazi anayekuangalia wala mkubwa anayekuuliza. Yaani umeacha kwenye free zone. Yaani huko ndo balaa zaidi. Lakini katika mazingira yote hayo, wewe kama kijana wa Kiislamu bado unatakiwa ufanye jitihada ya kujilinda na zinaa na nguvu za kijinsia. Kwa nini ujilinde? Jamani, zinaa ni uovu na uchafu mkubwa mno. Allah anasema wala takrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabil. Lakini athari ya zinaa unayoifanya sasa, athari yake hauwezi kuiona sasa. Athari yake utakuja kuiona baadaye kwenye maisha ya ndoa. Athari yake utakuja kuiona katika maisha yako ya baadaye sana, na inawezekana usijue kama hii ni athari ya ile zinaa niliyokuwa ninafanya wakati nikiwa bado ni kijana mdogo. Mimi jamani, naletewa kesi nyingi sana za ndoa. Unaweza ukaletewa kesi, yani mwanamume ili aweze kuwa na mahusiano ya chumbani na mkewe, kwanza lazima angalie pornography. Yani angalie pornography kwanza, kisha ndo aenda kukutana na mkewe. Asipofanya hivyo hawezi. Unafikiri hii imekuja bahati mbaya? No. Alizoea kuangalia pornography akiwa katika umri huu. Akili imeshafanyaje? Sharibika. Kwa hiyo ili apate hisia lazima kwanza angalie pornography. Kwa maisha yake ya ndoa yanaingia matatani kwa yale aliyoyafanya akiwa kijana. Lakini katika moja ya madhara makubwa ya zinaa mnayoifanya sasa kwenye maisha yenu ya baadaye ya ndoa ni kutokuwa satisfied na mke uliye naye. Yaani wewe una mke wako, alafu ulishatembea na Jamila, na Husna, na Fatuma, na Amina, na Magdalena. Sasa wale wanakuja hapa. Magdalena alikuwa na yake. Sasa unaanza kuwalinganisha na yule ule naye. Unakuwa hauwi satisfied kwa sababu unao wa kumlinganisha. Lakini kijana aliyeingia kwenye ndoa bila ya kuwa na mahusiano ya kabla, yani anaona hakuna mwanamke duniani kama huyu, ataweza kuona difference pale atakapopata masna wa thulatha.
Kwa hili ni janga ambalo lipo sana leo kwenye jamii, kwa vijana wadogo wanavyoingia katika ndoa, lakini athari yake ilianzia nyuma kwenye kushindwa kujilinda na nini, na zinaa. Lakini vijana wengi sasa hivi mmeingia kwenye mtihani mkubwa wa mahusiano ya wanaume kwa nani? Kwa wanaume. Liwati, ambayo athari yake kwa sasa imekuwa ni kubwa mno katika jamii. Lakini ukiacha hilo, vijana wengi sana wanafanya masturbation, wenyewe mnaita friction. Sisi walimu tunakutana na mengi. Nakutana na kijana kashachanganyikiwa kabisa, yaani muda wote yeye hata darasani anasoma, yeye na friction hapo hapo darasani. Unafundisha kijana analala tu, kumbe ushajichosha huko, sasa usingizi tu. Unamkuta kijana anafeli tu, kumbe sababu ya kufeli ni hizo friction wanazozifanya. Inafika mahala hali kiukweli inakuwa ni nzito. Kijana anafeli, kijana hasomi, kijana haelewi. Nimekutana na scenario moja, kijana wa kidato cha pili kashafika level sasa, anamwambia kila mtu, eti mama, kwani mimi nifanye nini ili hali yangu irudi kama zamani? Kwani mama, mimi nifanye nini ili hali iondoke? Kwani mama, yani akutana madamu huyu anamwambia, madamu huyu anamwambia, madamu huyu anamwambia. Kushindwa kujilinda na zinaa na nguvu za kinini, za kijinsia. Unawezaje kujilinda? Cha kwanza, shikamana na swala 5. Ukweli wa kuziswali. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Swala inakuzuia na maovu na machafu. Lakini pili, funga za sunna. Yaani katika viumbe wavivu kufunga, sikudanganyeni, ni watoto wa kiume. Watoto wa kiume wanapenda kula. Sema nifunge tena nikose ubwabwa wa mchana. Lakini funga ni antidote muhimu kwenye kujizuia na zinaa na matatizo yote ya kijinsia. Lakini kingine, kuwa karibu na watu wema. Ukiwa karibu na watu wema, saa ngapi mtaanza kuzungumza habari hizo? Lakini ukiwa karibu na watu waovu, hizo ndo zinakuwa stori zenu. Wakati mwingine mpaka na demu unatafutiwa. Uongo? Kwa unajikuta saa nyingine hata kufikiria, lakini ushaingia mtegoni. Hizi ni za saha zangu za 5 kwenu, ili mpate kuwa na maisha mazuri ya baadaye. Lakini katika miongoni mwa nyingine muhimu kwenye kujilinda na zinaa ni kuwasalimisha dada zenu. Kuwasalimisha na dada zenu. Jamani, zinaa ni deni. Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukizini na dada wa mtu, dada yako ataziniwa, whether she like it or not. Analipa deni lako. Kwa kutaka dada yako asiziniwe, usizini dada wa mtu. Ukizini na mtoto wa mtu, mtoto wako ataziniwa. Kwa kama unampenda mwanao, usizini na mtoto wa mtu. Ukizini na mke wa mtu, mke wako atafanya nini? Ataziniwa. Ukizini na mama wa mtu, mama yako ataziniwa. Zinaa ni deni, na deni hilo linalipwa na watu wa nyumbani kwako.
Kwa kama mnawapenda dada zenu kama mnavyojidai, I love my sister, my sister is my everything, msichezee dada wa watu. Sababu mkichezea dada wa watu, dada yako atakubakwa, atabakwa tu, ili deni lifanye nini? Lilipwe. Kwa jilindeni na zinaa ili muweze kuwalinda dada zenu, watoto wenu, mama zenu, shangazi zenu. Yaani usije ukamfanya kipenzi chako akalipa deni lako. Jambo la 6, usisahau kuwa wewe ni kiongozi. Wewe mwanaume, wewe mtoto wa kiume, wewe kijana, wewe ni nani? Kiongozi. Na uongozi huu umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Mwanaume ni kiongozi wa mwanamke. Unamwachaje wewe kijana dada yako anaenda hovyo na wewe upo? Unashindwa kuwa kiongozi kwake. Unashindwa kumlinda. Unashindwa kumprotect dada yako. Alafu unajiita wewe mwanaume. Unajiita wewe kidume. Alafu dada yako anaenda ovyo ovyo. Ukidume wako uko wapi? Fahamu kwa wewe ni kiongozi, na uongozi wako unaanzia kwenye kuiongoza nafsi yako wewe mwenyewe. Sababu ukishindwa kuiongoza nafsi yako, sio rahisi kuongoza nafsi ya mtu mwingine. Lakini wewe ni kiongozi wa wote waliokuzunguka. Mwanamke always anatakiwa kuongoza, na wa kumuongoza wewe. Ukiacha kumuongoza, atakuongoza yeye, na akikuongoza yeye ndio mshaharibu. Sababu Allah hajamtaandaa yeye kuwa kiongozi, ni kuandaa wewe. Wewe ukishinda kuchukua nafasi yako, yeye akichukua nafasi yako, ndio balaa linapofanya nini? Linapokuja. Kwa kila ulipo, kila unaposimama, simama as leader, kwa sababu Allah amekuchagua wewe wa hivyo. La mwisho kabisa, shikamana na kumwomba sana Mwenyezi Mungu, kwani ulimwengu tulionao bila taufiki ya Allah hatutoboi. Bila ulinzi wa Allah hatutoboi. Kuna maadui majini, kuna maadui watu, kuna maadui nafsi zetu sisi wenyewe. Bila kutafuta mwongozo wa Allah na kujiweka karibu na kumuomba, hatutoboi. Kwa jitahidi kijana wangu, usikose adhkari za asubuhi na jioni. Usikose adhkari za kila jambo. Usikose kumuomba Mwenyezi Mungu kila unapopata fursa ya kumuomba. Kwa kumuomba Allah na kujiweka karibu naye, utapata salama ya dunia hii na salama ya kesho akhera. Wa ila huna yakfi an yufikakum ala kulli khair, ana wa antum bi khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.